Ukiwa na Roho Mtakatifu, yote yanawezekana kwa kaminie. Ukiwa na Roho Mtakatifu, inawezekana kuishi maisha matakatifu ukiwa hapa duniani. Biblia inasema watakatifu waliopo duniani, hao ndio walio bora, ndio naopendezwa nao. Kumbe inawezekana kuokoka ukiwa duniani, na inawezekana kuishi maisha matakatifu ukiwa wapi? Duniani. Haleluya. Sasa kumbe nikaelewa kwamba kinachotuwezesha sisi kuendelea na maisha ya wokovu ni Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Safari hii ya wokovu ni safari imejaa mambo mengi. Kuna kukatishwa tamaa sababu ya uchumi, kuna kuvunjwa moyo sababu ya mahusiano katika ndoa, chumba na kadhalika. Kuna changamoto za kiafya, familia. Wewe unampenda Yesu lakini watoto wanakuvuruga. Ndoa ya mwenzi wako wanakuchanganya. Hali ya uchumi inakuvuruga. Vita ya maneno kutoka kwa wanadamu, majirani zako. Mambo kadha wa kadha yanakufanya moyo wako huzunike. Na wengi kupitia majaribu ya aina hiyo, wako walioanza katika roho wakamaliza katika mwili. Wako waliokuwa na spidi za wokovu wakawa wa kwanza, baadaye wakawa watu wa mwisho. Kumbe ni kwa sababu watu walidhani wanaweza kusurvive peke yao. Hatuwezi kusurvive peke yetu mpaka tumpate msaidizi atokaye juu. Katika Roho Mtakatifu tunaweza mambo yote. Haleluya. Unapoomba kwa lugha au kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hata kama unaomba lugha ya kawaida, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kamba za kuzimu zinakatika, vibuyu vya wachawi vinapasuka, majini yanahama katika mtaa, vinyamkera vinapiga kelele na kusambaratika. Sababu yale maombi yanakuwa si ya kawaida. Huyu mtu anayeomba anaomba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema hamjui kuomba ipasavyo, bali Roho Mtakatifu huwaombea kwa kuugua kusipoweza kutamkwa. Chana wa leo, Mungu akujirie kwa Roho Mtakatifu. Roho Mungu akujirie kwa jinsi hai. Roho Mungu anapokujiria unageuzwa kuwa mtu mwingine. Biblia inasema Sauli akajazwa Roho Mtakatifu. Biblia inasema akageuzwa kuwa mtu mwingine. Wakasema huyu ni Sauli wa siku zote, mbona kama amevikwa uwezo wa ajabu, hata uso wake umebadilika. Kumbe Sauli amegeuzwa kuwa mtu mwingine. Hata wewe leo naomba Roho Mungu anapokujiria akugeuze kuwa mtu mwingine. Hata uimbaji wako utabadilika. Hata viwango vyako vya shughuli zako vitabadilika. Kwa kuwa Roho Mtakatifu atakuwa juu yako kwa kiwango ambacho si cha kawaida. Sema amina kama unaelewa. Yule Yesu mtenda miujiza anatenda maajabu katika kanisa la EAGT Mlima wa Faraja chini ya Askofu Aidan Mabuga. Usipange kukosa katika ibada zetu za uponyaji na kufunguliwa kila Jumapili saa 9:30 jioni hapa EAGT Mlima wa Faraja, ilipo Nyerere Road, Mchicha, Tazara, jijini Dar es Salaam. Karibu wabudu nasi Jumapili hii. Ibada ya kwanza ni saa 12:30 asubuhi. Ibada ya pili ni saa 4 kamili asubuhi. Na kwa maelekezo zaidi jinsi ya kufika, tupigie simu nambari 0755 65 67 49. Nasema hivi, wengi wamepokea miujiza yao na sasa ni zamu yako. Watu wote mnakaribishwa. Namuona Yesu hapa.